Hello students, leo tutakuwa tunasolve baadhi ya maswali lakini kwa asubuhi tutaenda tufanye warm up ya maswali machache hapa kutoka kwenye hilo past paper hapo, au maswali ya integration ya kwanza tutafanya kwa muda mchache ambao tunao. Swali la kwanza ni 9a, integration of 7 cos theta plus 4 sin of theta over 2 cos of theta plus 3 sin of theta dθ. Sasa swali hili hapa hivi ukiangalia method ambayo tutakayoitumia hapa ni splitting the numerator. Kwa numerator tutaisplit, afu baada hapo tutaitenganisha kwa ajili ya kupata easy difference, easy integration. Now by splitting the numerator, tunasema kuwa kwenye method of split the numerator formula ni kwamba numerator is equal to a in constant after differentiation of denominator plus b alafu denominator itself. Hii ni kwa hizi trigonometric functions ndio tunafanya hivi. Kunakuwa a differentiation of denominator plus b denominator itself. Now tukiangalia hapa kwenye hii integral function yetu ni kwamba our numerator ni 7 cos of theta plus 4 sin of theta, na our denominator ni 2 cos of theta plus 3 sin of theta. Na tukianza sasa according to our formula there, it's like 7 cos of theta plus 4 sin of theta is equal to a differentiation of denominator ambayo ni 2 cos of theta plus 3 sin of theta plus b denominator itself ambayo ndio hiyo tena 2 cos of theta plus 3 sin of theta. Kudifferentiate hapa, tukija kwenye kudifferentiate hapa, sasa that is equal to, kwa sababu kichote kitashuka kama kilivyo. So let us consider here it's a ambayo ni constant. Tukidifferentiate 2 it is a constant, so it remains the same, but differentiation of course it is negative sign, kunakuwa negative 2 sin of theta half plus differentiation of sin ni cos, inakuwa ni 3 cos of theta plus b the same 2 cos of theta plus 3 sin of theta. Now according, tukiangalia kwenye numerator tulionayo hapa tuna sin na cos, kwa nitakuwa hizi hapa collect likely terms in terms of sin and cos. Now if we open the brackets it becomes negative 2a sin of theta plus 3a cos of theta plus 2b cos of theta plus 3b sin of theta. Now sin and sin, let us collect, it becomes negative 2a, tukichukua na hii hapa plus 3b, lakini kwa kuwa sin of theta imeapia kwenye side zote mbili, kwa hiyo tunaweza tukaitoa kwa nje, na kwa hivyo half plus na cos inakuwa ni the same. Cos means naitoa nje, inakuwa ni 3a plus 2b afu cos of theta nje. And up to this stage, kumbuka huku tuna numerator yetu, now let us make equivalent kwamba 7
cos of theta plus 4 sin of theta is equal to negative 2a plus 3b sin of theta plus 3a plus 2b cos of theta. Tukisema iko inamaanisha, au nikisema equivalent inamaanisha kwamba kwenye left side, kwenye right side inakuwa sawa na kwenye left side. Inamaanisha coefficient ya cos huku inakuwa ni sawa na coefficient ya huku, na coefficient ya sin huku inakuwa ni sawa na huku. Kwa hiyo by that relation tulikuja tutachukua negative 2a plus 3b na kwa is equal to, kwa sababu ni sin, coefficient yake inakuwa ni 4 huku, alafu na huku ni the same. Nachukua 3a plus 2b is equal to coefficient ya huku ambayo inakuwa ni 7. Na from here you have to solve simultaneous. Sasa kwa huko advanced tunasema kwamba kusolve simultaneous, mimi kwanza kuplug in data moja moja ni mambo ambayo form 2 anafanya, japokuwa na mwenyewe naweza nikafanya, lakini sijui labda kama ndo tutataka ufanye, lakini simply me no. A becomes 1 and B is equal to 2 simultaneously now. Sasa hizi data tunakuja tunaziplug in kwenye hii sehemu hapa ambayo tuita labda kama ni 1. Now our numerator now becomes A ni 1 kwa hapa. Itakuja kwa sababu tulisema kwamba ni A differentiation with this one, na differentiation with this one ikawa ni kuja kwa ni hapa. Kwa inamaanisha inakuwa ni 1 alafu negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta plus B ambayo ni 2 cos of theta plus 3 sin of theta. Tukiwa peni hapo inakuwa negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta plus 4 cos of theta plus 6 sin of theta. Sasa nadhani tutakuwa umeona tu hapa ndio tusha split hiyo numerator yetu. Kilichobaki sana kumalizia integration. Now on integrating, kumbuka kwamba integration yetu ilikuwa ni integral of 7 cos of theta plus 4 sin of theta over 2 cos of theta plus 3 sin of theta theta. Sasa kwa sababu tusha split numerator na hizi hapa simply hiki unachokiona hapa ukikirahisisha, yani kwa mfano kama hapa sin ni 6 sin of theta na hapa ni negative 2, ukijumlisha nakuja kupata 4 na hapa nakuja kupata 7. Kwa hiyo ni kitu kile kile, nasema tu kama tumekifanyia expansion. Hii hapa inabadilika inakuja kuwa, sasa kwenye numerator badala kuandika hapa tuiandike hii hapa, inakuwa ni negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta plus 4 cos of theta plus 6 sin of theta, but it is over denominator yetu inabaki the same, 2 cos of theta plus 3 sin of theta theta. Sometimes kwenye integration yani hakuna zile common moja kwa moja kwamba formula ndio hii hapa basi itabidi ufanye hivi, ila pamoja na hizo formula ila inatakiwa unatumia common sense. Kuna maeneo tu common sense inabidi yanahusika. Sasa ukiangalia hapa nikiweka into bracket hiki na hiki hapa, unakuja kugundua kwamba nikidifferentiate hiki nikidifferentiate hiki hapa nakuja kupata hiki hapa, lakini nikija nikimsplit huyu hapa kwa huyu hapa hawa ni the same, isipokuwa tu kwamba huyu hapa ni multiple of 2, kwamba amekuwa multiplied by 2, it means wataisha. Kwa hiyo tutamchukua huyu hapa na huyu hapa. Sasa unaweza kusema utamchukuaje, bado maneno yangu yanaweza kuwa sio mazuri sana, lakini kitu ambacho utakachokifanya kwa ni hiki hapa, kwamba inakuwa ni integral of negative 2 sin of theta
plus 3 cos of theta over denominator over 2 cos of theta plus 3 sin of theta d theta half plus integral of 4 cos of theta plus 6 sin of theta over 2 cos of theta plus 3 sin of theta d theta. Sasa nilichokifanya hapa ni ili kanuni ya kawaida tu. Kwa mfano, take example, ukiwa na kitu kama tuseme a plus b over c. Nadhani utakuwa unakumbuka kile kitu ambacho tunakisema. Hii hapa ni sawa na kusema a over c plus b over c. Ni kama kupassionalize fulani hivi ambako sio kupassionalize, lakini inakuja kwa hivi. Sasa let us continue. Nadhani nitakuwa nimeeleweka tu hapo. Na from here, kama ukiangalia vizuri, ukidifferentiate cha chini unapata cha juu. Kwa tunaleta cha chini na ulete labda u is equal to 2 cos of theta plus 3 sin of theta. Hapa tunatumia substitution method. Ukidifferentiate du d theta inakuja kwa 2 negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta. Now on substitution, tuseme kwamba on substitution inakuwa ni integral of negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta over, kwa sababu tulilete denominator means inakuwa ni u d theta. From here make d theta the subject. Now remember that ilikuwa ni du d theta is equal to negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta. Tukimake d theta the subject inamaanisha hii hapa itakuja hapa, itakuja huko. Kwa d theta is equal to du over negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta kama hivi. Sasa now let us make the subject, tutatumia data yetu hapo. Now kwenye baada ya kuandika d theta means tutaandika hapo du over negative 2 sin of theta plus 3 cos of theta. Now the things that are similar, now this can cancel out and we can remain with integral of du over u. Hii hapa ni standard integral. Ukidifferentiate, ukiintegrate hapo unapata ln of u plus c. But what is u? U ni hapo kwa ni ln of 2 cos of theta plus 3 sin of theta plus c. Hii hapo na kwa ajili ya hii hapa. Lakini tukija hapo kwenye kipande cha mwisho hiki kwamba integral of 4 cos of theta plus 6 sin of theta over yes 2 cos of theta plus 3 sin of theta d theta. Sasa from here, kama unakumbuka nilivyokuambia kwamba hii hapa ni multiple ya huyu hapa by 2. Now from here let us factor out 2, kwa sababu 2 ambayo ndio common term hapa, kwamba it becomes integral of 2 alafu 2 cos of theta plus 3 sin of theta over 2 cos of theta plus 3 sin of theta d theta. The two are similar, so actually sta cancel out hii hapa na hapa sta cancel, kwa tabaki mbili. Now integral of 2 d theta. Sasa haka nikaeneo kazuri kidogo, 2 is a constant natoka nje hapa, 2 integral of d theta. Kwa simple language, yani lugha nyepesi tu, ukiintegrate d theta inabaki kwa theta, kwa inakuwa ni 2 theta plus c. Yes. Now tukiziunganisha zote mbili kwamba jibu tulilopata huku na jibu ambalo tumelipata huku, nakuja kwamba therefore
integral of 7 cos of theta plus 4 sin of theta over 2 cos of theta plus 3 sin of theta d theta inakuja kuwa is equal to ln of 2 cos of theta plus 3 sin of theta plus. Sasa hizi constant mbili c na c, baada ya kuintegrate huku tumepata c constant na huku tumepata c constant, lakini c constant na c constant tukijumlisha tunapata constant. Kwa hiyo tukiita constant c again hakuna shida, kwa inakuwa ni c, lakini c ni baada ya kuchukua hii hapa na hii hapa, simply like that. And on the second question, swali letu la pili ni integral of dx over under root of 5 minus 4x minus x square. But mind you, hili swali ni kwenye zile integration by trigonometric substitution. Utakuja uone tunatumia sana identity huko, na ili swali uweze kulijua inabidi uangalie kwanza itakuwa liwe kwenye form gani. Now this was to be in the form yetu integral of dx over under root of a square minus x square. Yani form inabidi iwe hapa, ndio ndipo ambapo tutaweza kwanza kusolve. Sasa hapa inabidi turudi hapa tuangalie hii form tunaitafutaje. Ukiangalia ukisema factorize kwa njia ya kawaida tu ndio utafanikiwa, lakini a square hatapatikana. Hata hivyo sijajua kama inawezekana kufactorize. Na first thing tutaanzia hapa, ikipata bit tukicomplete the square. Now let us write it, let us take kichandani tu kama ni 5 minus 4x minus x squared. Alafu sasa kinachotakiwa ni kufactorize hiki kitu hiki. Sio kufactorize, sorry, ni kucomplete the square. Now on completing the square, complete the square ni kwamba form yetu ni b square is equal to 4ac. Now from here a negative 1, b mean negative 4, means negative 4 square is equal to 4 times negative 1 times c. Inakuwa 16 is equal to negative 4 times c. Negative 4 kwa negative 4, kwa c is equal to negative 4, as you can see right there. Sasa tukija kuirudisha hapa, kitu ambacho itabidi tukiangalia sana ni kutokuharibu maana ya function ambayo tulikuwa tumepewa mara ya kwanza. Sasa tukiangalia sisi, kwa sababu tumecomplete the square, inabidi ingie ndani. Kwa ndani tutajumlisha, afu nje tutatoa. Kwa hiyo itakuwa ni 5 minus negative 4, alafu kwa sababu hapa tuliweka brackets, afu negative ilikuwa ni huko ndani, kwa inamaanisha hapa ilikuwa ni plus. Kwa inakuwa ni plus negative 4x minus x squared, afu ndani tuna kiadi hiki hapa, kwa inakuwa ni plus negative 4 hivyo. Au kama unaona kama nimekuchanganya kidogo, naomba nirudie. Tukirifaa hapa ilikuwa ni 5 minus 4x minus x squared. Nikakwambia kwamba tutakacho complete square ni hiki hapa. Kwa inamaanisha kama tumechukua hiki hapa on rewriting inakuwa ni 5 plus negative 4x minus x squared. Nakuwa sijali maana yoyote, hata kama niki open brackets hapa narudi kule kule. Now from here baada ya complete the square tukaja kupata c yetu ilikuwa ni negative 4 hii hapa. Lakini sasa ndani tutakijumlisha, lakini nje tutakitoa. Hiyo ndio ambayo tutafanya ili kwamba tusio tumeharibu maana ya function ya kwanza. Kwa nje tutatoa, kwa hiyo ni 5 minus negative 4, afu ndani tutajumlisha, inakuwa negative 4x minus x squared plus negative 4. Tukitoa hapa inakuwa ni 9, afu huko inakuwa ni plus. Sasa
naomba tuzipange in form of reducible powers of x, kwamba ya kwanza iwe ni x squared, ya pili ni 4x, alafu ya mwisho iwe -4 hivyo. Sasa let us take out negative ili tuipate negative hapo, iwe ni 9 minus, tukitoa negative hapo okay, ndio baada ya kutoa negative imekuja kwa minus, alafu ndani inabaki kwa x squared plus 4x plus 4. Now factorize, ukifactorize unapata 9 minus x plus 2 lakini squared hapo. Sasa back on integration, hapo tulikuwa tunafanya kazi ya kuitengeneza ifanane kwenye form, general form ya hizi equation zetu. Sasa inakuwa ni integral of dx over integral of, inakuwa ni 9. Sasa kwa sababu hapa ni a square, constant yetu inabidi iwe na square, so kwa ni 3 square minus x plus 2 squared. Now hapa ndo tunaweza tukaanza kulisolve swali letu sasa, kwa sababu limeshaka kwenye form ambayo ni simple. Now from here we let x plus 2 is equal to, mimi naipenda sign kwa sababu ina differentiate kwa la. Yaani unaweza kuchukua hata cos, lakini mimi naipenda sign kwa sababu ukidifferentiate cos unapata negative, negative inaweza kuleta confusion kwa mbele. Now dx d theta, differentiate hapo napata cos of theta. Now from here we will have to substitute dx, but also have to substitute x itself, x plus 2 I mean. Kwa tukichukua dx ukimake the subject hapo inakuwa ni cos of theta d theta, na x plus 2 ndio hiyo hapo. Kwa hiyo tunaiki hapa, tunaiki hapa, na weta substitute. On substitution inakuwa ni integral of what is dx, dx ni cos of theta d theta over under root of sorry, kuna kitu hapa nilikuwa nimekisahau kidogo mara moja. Ni kwamba hapa tunapokuwa tuna let x plus 2 is equal to sin of theta, hii a ambayo ni constant yetu hapa, kama ni 3 au kama anakuwa ni, kwa mfano hapa ni 3 square, lazima tu include hapa unapokuwa na let. Nilikuwa nimesahau mara moja hapa. Kwa kama ilikuwa ni 3 sin of theta, hapa inakuja kwa 3 cos of theta. The same applies kwenye dx, hapa inakuja kwa 3 cos of theta, kwa hapa pia inakuwa ni 3. Kwa huku inakuja kwa 3 squared minus, now x plus 2 squared ni kwa sababu tunafanya substitution, baada ya kuandika x plus 2 squared tutaandika 3 sin of theta squared. Kwa inakuwa ni 3 squared sin squared of theta kama hivyo. Now this one is equal to integral of 3 cos of theta over under root of, kwa ndani hapa naweza nikaifanya iwe ni, kwa sababu hapa ni 9, kwa inakuwa ni 9 brackets minus sin squared of theta. Hapa ndo utakuja uone maana ya kusema kwamba tunafanya trigonometric identity substitution. Utakuja uone maana yake hapa. Okay, d theta 3 under root of 9, under root of 9 kwa according to exponent principles hapa, hii under root inaweza kuwa ni under root of 9 times under root of kichote hiki. Under root of 9 inabaki kwa 3, kwa inakuwa ni integral of 3 cos of theta over, hii 3 tutatoka nje, inakuwa ni 3 inabaki kwa maana minus sin squared theta, but here we have theta. Na from here swali letu almost limeshaisha, 3 na 3 na leta tatu from here, then 3 cos of theta over 3 integral of 1 minus sin squared theta, lakini d theta. 3 na 3 zitaisha. Now from cos squared theta plus sin squared theta, hii ni identity yetu, trigonometric identity. Now umeona kitu na kwamba ukimake cos theta the subject from here, unakuja kupata kitu hiki kwamba cos of theta becomes 1 minus sin squared of theta, lakini chote kinakuwa under root. Kwa maana baada ya kuandika hii hapa nafanya nini? Na substitute hapa. Now 3 zilishaisha, inabaki ni cos of theta over, na hii ya chini ndio cos of theta, kwa maana ni cos of theta again d theta.
hii nayo itaisha, inabaki kuwa integ of d theta. I think hapa ni pale ambapo wengi tunapapenda, na integ of d theta must be theta plus c. But kwenye swali ya kupewa theta ulipewa x, tunasema kwamba from pale ambapo tulikuwa tumelete kwamba x plus 2 iwe ni 3 sin of theta, tulipokuwa tumelete pale. We have to make theta the subject ili uje substitute hapa tumtoe hiyo theta. Now from here divide by 3 both sides, inakuwa ni x plus 2 over 3 is equal to sin of theta. Now theta is equal to sin inverse of x plus 2 over 3, but it is plus okay, yes. Let us substitute it here. Inakuwa ni sin inverse of x plus 2 over 3 plus c. Kwa hiyo generally, therefore under root of dx over 5 minus 4x minus x squared is equal to, baada ya kuintegrate jibu letu ni sin inverse of x plus 2 over 3 plus c. Now nadhani kwa siku ya leo au kwa wakati huu, sio kwa siku ya leo, maswali yataendelea kuletwa, lakini kwa wakati huu ningeomba tuishie hapo. Karibu kwa ajili ya program ambazo zitakuwa zinaendelea za kusolve haya maswali ya integration na differentiation. Na kwa sasa tumeanza hapo. Unaweza comment changamoto, lakini pia ungetamani topic zipi nyingine ziendelee kuletwa. Sio kwa ajili ya math tu. Kwa sasa tumeanza na math, lakini hata kwa ajili ya masomo mengine unaweza kusema, hasa kwenye chemistry na physics, hata biology pia unaweza kaendelea kusema ni wapi pana shida ili tukafanyie kazi. Lakini kwenye hizi video usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kuendelea kuwa mfuatiliaji. Karibu sana.